Mastori Mo. Jina langu naitwa Amina Kiwale almaarufu Mina Sweet. Mimi ni mmiliki wa Mina Sweet Film, ni mkurugenzi. Ile kampuni ni ya kwangu, nimeianzisha mimi na naisimamia mimi, naiendesha mimi, kila kitu ni mimi. Kwenye kupata ugumu wa wasanii kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu msanii unapomuita kwenye kazi hajai kuonekana kwenye kazi yoyote ile zaidi ya kufanya mazoezi, play stage, ana perform, lakini ukimuita kwenye kamera inakuwa ni changamoto. Alafu unamuita msanii kwenye kazi anakwambia mimi nataka kucheza sini moja $100,000, nataka kucheza, mtu amekupunguzia anakwambia sini moja natacheza kwa $50,000. Ukichekishia wewe mwenyewe uwezo wa kumlipa yule msanii unakuwa ni changamoto, ambapo kuna watu wana uhitaji wa kazi ambao tayari washapita mpaka washacheza na wasanii wakubwa, lakini hawajai kupewa hiyo hela. Nikisema familia inanisapoti kwenye sanaa yangu, naweza kusema ndio, vile vile nikasema hapana, kwa sababu wanaonisapoti ni wachache na ambao hawanisapoti ni wachache, na huwezi jua kama wanakusapoti au la, kwa sababu watu wamenyamazia kimya, lakini wanaonisapoti wanawekeza jitihada zao. Nikielezea safari yangu ya uigizaji, imeanza kitambo kidogo. Ilianza zamani kipindi akatikiwa na umri wa miaka 5. I think hivyo vitu bado havipo kichwani, bali wazazi wanasema, na movie ambazo tulikuwa tunaonyeshwa ni zile movie za kwenye wanasema ni zile cassette, sio wanasemaje hizo, lakini na TV ambazo tulikuwa tunatumia zile TV za kuweka beti 12 au vile vibenchi kabisa na beti 6. Kwa hiyo ile michezo tulikuwa tunaigiza hivyo, tunachukuliwa watoto, lakini kipindi hicho hatujitambui na wazazi wetu walikuwa hawaelewi nini maana, lakini kuja kuichukuliwa mtoto unaenda unafanya kazi. Ilipelekwa mpaka Kongo, lakini kwa bado sijaelewa. Lakini kipindi wakati nimekuwa binti mkubwa, nikajiingiza tena kwenye sanaa, kwenye swala la uimbaji, lakini sikufanikiwa kutokana na wale watu waliokuwepo, lakini pia kuna baadhi ya familia walikuwa wananipinga na walinipa changamoto, lakini sikukata tamaa, nikaingia tena kwenye Miss Kilimanjaro, lakini bado familia ilikuwa inanipinga sana. Sikukata tamaa, nikawa basi nimebaki tu kuwa dancer na dance tu hivyo. Mwisho siku tunazunguka wapi, nchi za watu tunarudi, lakini bado sio lengo langu, kwa sababu sio kitu ambacho ninachokitaka. Mwisho siku ikabidi nitulie kabisa, nikapotea Amina kama Amina, lakini this time nimekuja upya. Kwa sasa nina 1.5 mwaka. Mafanikio ni makubwa, kwa sababu mtu ambaye nilikuwa namtafuta kwa sasa hivi naenda kumpata. Namtafuta Mina Sweet, hatimaye nimempata Mina Sweet, lakini bado sio yule Mina ambaye ninamtaka. Changamoto za mahusiano kwenye kazi ni kubwa sana na ni nyingi sana, lakini kwangu mimi huwa sizipi kipaumbele, kwa sababu sijajihusisha kwenye mahusiano toka nimeingia kwenye sanaa, na wala sikuwa na mpango wa kujihusisha kwenye mahusiano, kwa sababu bado namtafuta Mina Sweet. Mpaka nimpate Mina Sweet, basi hapo ndo nitafikiria. Lakini nimekutana na changamoto nyingi, kukabwa, kunyongwa. Kikweli nimepigana jihadi mpaka kumtafuta Mina Sweet, yani kwenda kufanya kazi kwa mtu, au mtu anakuambia njoo chukua script anirushie, anakuambia pitia sehemu fulani maana ni karibu, uje uchukue script story alafu uende ukaipitia, au njoo fanya mazoezi kwa ajili ya story tunataka tuende tukaishoot. Huko kuna kikundi, basi anakwambia ndio utakutana na wenzako, lakini ukienda unaambulia labda umekuta labda ndo unaingia nyumbani kwa mtu sababu hupajui, unasubiria wenzako, lakini cha ajabu ni purukushani. Yani mambo mengi
wanawake tunapitia, kwa kweli tunapitia changamoto nyingi. Mimi nimepigana sana na wengi watanishtaki, lakini na mimi pia nitawashtaki kwa sababu wananitapeli. Lakini kati ya hao sijawahi kufanikisha kuweka mahusiano na mtu hata mmoja, na wala sijawahi kufikia kutimiza hazma yao, kwa sababu sio lengo na wala sio kusudio. Lakini mwisho wa siku bado mimi natabaki kuwa mimi na yule yule, japo wengi washaweka uadui kwa ajili ya kumtafuta mimi na kwa ajili ya kumfanyia ubaya, na wengi washanitengeneza ubaya kwa sababu ya hayo mahusiano yasiyo rasmi. I mean, kwa kawaida tunaweza tukasema ni ubakaji, lakini japo haujabakwa wala haujakamilisha ubakaji, lakini sasa sijajua hapo ni yekeje, labda wataalamu wanaweza kuirekebisha hiyo. Kwa mimi binafsi, mimi na Sweety siwezi kwenda kufanya kazi sehemu yoyote bila mtu kufuata uongozi. Kwa sasa ni msanii ambaye nina management ambayo inani manage mimi, kwa hiyo siwezi kwenda kufanya kazi sehemu yoyote bila kupita kwenye management. Kabla ya kuwa na management, basi nilikuwa nafanya kazi popote pale, lakini bado nilikuwa sina ule mwongozo, kwa sababu humjui mtu, hujui unapoenda, unakutana na changamoto nyingi sana, na changamoto hizo kukabiliana kwa wakati ni ngumu, kwa sababu unakuwa hujajipanga kukutana na hizo changamoto. Na sasa hivi nina management, kwa hiyo changamoto nyingi huwa zinaniepuka, kwa sababu siko mbali nazo, sipati uhuru wa kwenda kufanya kazi kiholela. Yani msanii kama mimi kuonekana ni muhoni, hicho ni kitu ambacho kiko wazi, kwa sababu mimi kuna watu ambao wamenitenga, ndugu zangu wengine wamenikataa, marafiki sasa hivi, mpaka sasa hivi ninavyowaambia sina rafiki hata mmoja, kwa sababu marafiki wangu wote wamenikataa kwa sababu wananiona mimi muhuni. Alafu watu ambao unajua kabisa labda mmekuwa mnahusiana kibiashara, basi wanaweza akatokea mtu alikotoka huko anakupigia simu anakuambia kuna mtu yuko hapa ana 200,000 anataka mtu wa kulala naye. Kwa hiyo ni changamoto ambazo unakutana nazo sana, kukutana na watu kama hao. Kwa hiyo wasanii wa kike wana changamoto kubwa sana. Sanaa ni ajira, na ni fursa, kwa sababu watu wengi wanapata kipato, wanalisha familia, wanajenga, wanaendesha maisha kupitia sanaa. Lakini mwanzo kunakuwa na changamoto kubwa, kunakuwa na ugumu wa kufikia pale unapopataka. Lakini jamii ambayo inatazama sanaa kama uhuni, kama umalaya, kama ni kazi isiyoeleweka, so kazi ni kupoteza muda, nipende kuwatoa hofu kwamba hapana, msanii, maana kuitwa msanii ni kwamba tunakosa tuambao wasanii ni waongo. Maana usanii ni udanganyifu, lakini tunadanganya uhalisia, kwa sababu tunafikisha ujumbe kwa jamii. Tunatoa maisha yale ya nyumbani kwa ambao hawajai kuyapitia, basi tunatoa maisha ya nyumbani tunayaleta pale kwenye sanaa. Sasa tunayasanifu kwa nyinyi ambao mnatutizama sisi, ndio maana mnatuona sisi ni waongo. Si waongo, kwa sababu tunachokileta kwako wewe ni kitu ambacho kimekutokea, ambacho kimemtokea mwingine, na ambacho kinaenda kutokea, na ambacho kinaenda kuwatokea na wengine ambao hawajategemea kwamba kuna maisha ya design kama hii. Maana kuna mwingine haamini kwamba kuna umaskini, mwingine haamini kwamba kuna kufilisika, mwingine haamini kwamba kuna kuachana, mwingine haamini kwamba naweza nikapata kitu na nikapoteza kitu. Lakini maana usanifu ni kuja kuwasanifu nyinyi, kuwafikishia kile mnachokifanya nyinyi, na kuwafundisha kwamba kuna kitu sahihi na kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo vyote tunavileta kwa, lakini msituchukulie kwa ubaya, kwa sababu sisi ni kama ni somo, tunawaletea somo. Hasa nyinyi kazi yenu ni kutusoma kwamba tumewafundisha kitu gani. Amina Kiwale ni mama mwenye watoto 2 wa kike na wa kiume. Lakini ukija kwenye
kuolewa, mimi nilishaolewa, lakini nilikuja kutengana na mwenza wangu. Lakini ukija kwenye Mina Sweet ni dada na ni binti. Sasa Kinataka ni movie ya moto sana. Ni movie ya moto. Mwanzo sikuitizama kwa jicho la tatu, lakini kwa sasa maandalizi yake ni makubwa. Ni movie ambayo inakuja kuwa ya moto. Ambao mnaifuatilia hiyo movie, hakika hamjapoteza muda wenu. Ni movie ambayo imefanyiwa maandalizi makubwa. Ni movie ambayo inaenda kuwa ni movie kubwa. Kwa hiyo msiache kuifuatilia, kushare, kulike, kusubscribe. Ni movie pendwa. Mtakuja kuipenda. Na mnatakiwa muipende kwa sababu ni kitu kizuri. Okta, Msoka, Ropai na wengine kibao. Kwa hakika napenda kujisifu sana kwa sababu ni mwanamke ninayejiamini. Kati ya hao ni watu ambao niliishi nao kifamilia. Okta ni mtu ambaye alinitia nguvu kwa sababu nilikutana na changamoto nyingi sana zilizotengenezwa na hiyo familia, kwa sababu familia alinihitaji kimwili, ikashindikana kwa kama kunichafua. Lakini Okta ni mwanaume ambaye alinitia moyo, alinitia nguvu, alinisupport. Tukija kwa Msoka ni mtu ambaye alinijenga sana na akanipa nafasi kubwa ya kuweza kufanya kazi, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na production, alafu wao walinitenga nipotee. Lakini Okta alisimama na mimi, Msoka akaleta vifaa, tukaingia location tukafanya kazi. Lakini tukija kwa Ropai ni mtu ambaye siwezi kumzungumzia kwa mapana kwa sababu sijui nimueleze vipi. Ni mtu ambaye amenihitaji tufanye kazi, tumekaa chini, tumekubaliana, tumeweka mkataba wa kufanya kazi, na this time tunafanya kazi, hakuna mahusiano, hakuna nini. Yeye ni kaka, mimi ni dada, na maisha yetu yanaendelea vizuri. Na hao wengine wote wengi wanahitaji tu mahusiano, hakuna kitu, lakini wengi ni marafiki. Mimi ukija kwangu mimi kwa ajili ya mahusiano, kikweli umempoteza Mina Sweet. Lakini ukija kwa lengo la kazi, urafiki, basi tunaweza kufanya maisha. Jamani, mimi ni Mchaga. Uzi, lakini chakula ninachokipenda ni ugali na mboga za majani, tena zile chupu. Mimi ugali utaniua. Nitakukaba cha koromeo, ugali utaniua. Ikiwa nyumbani na napenda kutizama movie sana. Napenda kutizama movie sana, na nikiwa na stress huwa napenda kufanya kazi. Yaani ukitaka mimi nifanye kazi nitibue, nitafanya kazi mpaka nyingine zilikuwa hakuna. Mimi ni mwanamke wa kipekee sana, maana mwanamke mchapakazi, najituma, lakini pia ni mwanamke mkorofi kwa mwanaume ambaye anataka mimi mahusiano. I say ni mkorofi sana, lakini pia ukinidanganya kwa mara ya kwanza, basi wewe umeshakuwa adui yangu. Lakini pia mimi ni adui wa mtu ambaye anayepinga kazi. Jamani, ukipinga kazi nitakuchukia leo mpaka kesho, lakini sio kuchukia mimi, utaniona tu mimi mbaya kikweli, kwa sababu mtu anayekataa kazi alafu mimi na hakika kazi ni maisha yangu, mimi sio kuelewa kikweli. Hello wapendwa, na wapenda sana. Mimi ni Amina Kiwale almaarufu Mina Sweet. Napenda kuwaomba mfuatilie kazi zangu. Sasa kazi ambayo naitambulisha hapa ni Back in Love, inapatikana YouTube. Naomba usisahau ku like, share, kusubscribe, na pia
napenda kuwatoa shukrani zangu zote za dhati kwa wale wote watakaofuatilia kazi zangu na ambao hawajafuatilia kazi zangu, wale wanaonisupport, wale ambao hawajanisupport, kwa sababu usiponisupport leo naomba kesho wanisupport, kwa sababu bila wewe mimi bado nitabaki nyuma tu. Nawashukuruni sana. Bye. Mastori. Mo.